wawili, watatu, wanne, wana mipango yao, basi mingi ya maneno hayo itakuwa hayajadili mbele, isipokuwa yale ambayo ndani yake wanajadili kuamrisha sadaka. Kupitia sadaka ndiyo majambo ya Uislamu yanakwenda mbele. Madrasa zinajengwa, misikiti inajengwa, mayatima wanasaidiwa, wajane wanasaidiwa, wanafunzi wanasaidiwa. Kwa hiyo hizo ni kheri zote hizo, au maarufi au faraha ambazo itakuwa zinaamrisha wema, maana yake kukataza mabaya, au islahi baina nas, au kutengeneza, kusuluhisha kati ya wao. Kwa hiyo miongoni mwa zile faraha ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja moja kwa mojawapo ni faraha yetu. Tuko faraha, maana hatuko sokoni, hatuko barabarani, tumeacha kazi zetu, tumeacha familia zetu, tumeacha majukumu yetu mengine ya kiserikali, lakini tumekuja katika kikao ambacho ndani yake kuna islah baina nas, kusuluhisha, kutengeneza kati ya watu. Kukosa maadili ni ifsadi, ni uharibifu. Jamii itaharibika, jamii itamomonyoka, uhalifu utaongezeka. Kwa hiyo tumekuja kufanya reconciliation, tumekuja kusuluhisha. Kwa hiyo kikao hiki ni kikao miongoni mwa vikao bora sana ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevitaja ndani ya Qur'an. Kwa hili tuipongeze ile kamati, na kamati pekee yao singeweza kufanya kitu pasi na nyinyi. Kwa hiyo pia wakina mama na kina baba, Mwenyezi Mungu akulipeni heri. Mwenyezi Mungu awape moyo wa kuhudhuria kongamano hili na jingine na jingine, na hapo ndio tutafikia malengo yale ambayo viongozi wetu wamekusudia inshallah. Kwa mimi ni wakati na kati, maana nilichofanya leo hapa, wazee wangu wamenileta na mimi kuja kujifunza. Kwa hiyo nimechuma sehemu ya yale ambayo ameyatoa Sheikh Ahmed, na nimechuma sehemu ya yale ambayo ameyatoa mwalimu wetu hapa kutoka Mwanza. Jukumu langu limeambiwa madhara ya kutowajibika mzazi au mlezi katika malezi ya Kiislamu. Madhara ya kutowajibika mzazi au mlezi katika malezi ya Kiislamu. Kwa hiyo hilo maudhui maudhui ambayo kimsingi imeshasemwa, kwa sababu Sheikh Hassan ametueleza faida za malezi. Kwa hiyo zile ambazo umeziandika zigeuze, itakuwa ndio hasara na ndio madhara. Nimemaliza nyingine, nampisha mzungumzaji anaofuata. Hadhiri nimefahamu zile faida ambazo tuliziandika, kinyume chake ndio madhara. Ndugu zangu katika imani, Ustadh Hassan Ustadh Ahmed ameeleza tafsiri nzuri sana ya neno malezi, nzuri sana. Kwa maana hiyo, kwa kuwa mimi natakiwa niseme madhara ya kutowajibika mzazi katika malezi ya Kiislamu, jambo la kwanza lazima tuende na hizi terminology kwanza. Malezi ni nini? Malezi ya Kiislamu ni nini?
Tukifahamu malezi ya Kiislamu ni nini, ambayo tayari ashakueleza. Sijui kama yuko aliyenakili ile maana halisi ya malezi ya Kiislamu, lakini miongoni mwa yale ambayo tumejifunza kutoka kwa Sheikh Kangi hapa, alisema malezi ina neno malezi. Kwanza ni neno la Kiarabu ambalo msingi wake ni at-tarbiya. At-tarbiya. Sasa at-tarbiya ni derivative, mzizi wake ni ama itakuwa ni raba au ni rabba. Kwa hiyo neno rabbi ndio ambalo watuwa rabba, kitendo chake ni rabba, yurabbi tarbiyatan. Kwa hiyo utakuta tarbiya ni derivative, yatoka kwenye neno rabba. Sasa rabba ina maana nini? Ni kutengeneza, islaha ya malezi. Maanake ni islaha, tarbiya ni malezi. Kwa nini malezi hiyo ni kutengeneza? Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu ukisema rabba shay'a, maanake idha aslahahu. Rabba shay'a idha aslahahu, ile ambayo ilikuwa imekauka. Naomba tuzingatie hii aya ina mahusiano ya moja kwa moja na maudhui yetu ambayo tumekusanya sisi hapa. Watara al-ardha hamila, utaiona ardhi ni kame, imekauka wakati wa jua kali. Kwa maana malezi yana maana pia ya kuongezeka, kukua na kuongezeka. Hii ni maana ya pili ya neno at-tarbiya. Kwa hiyo tukipata maana kama hizo, ni maana za kilugha, lakini zipo ndani ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qul lahum janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ona rabba kwa maana ya kulea. Miongoni mwa dua ambazo mtoto anatakiwa awaombee wazazi wake, wafidh lahu janaha dhulli min ar-rahma, kwanza ainamishe ubawa wa upole, ubawa wa unyonge. Yaani mtoto lazima awe dhaifu, mtoto lazima awe mnyonge mbele ya wazazi wake kwa kuwaombea. Lakini leo hii mtoto akiwa na kipato kidogo ndo anaitwa mama, ndo anaitwa mama. Mzazi hana thamani kuliko mwanawe ambaye ana kipato. Mzazi hana kauli kuliko mwanawe ambaye ni mtumishi. Ndio hivyo jamani, haya yanashughulikiwa. Yeye mzazi ndo amekuwa mtoto na mtoto amekuwa mzazi. Ni kinyume kabisa na maadili. Sikwambii maadili ya Kiislamu, hata maadili ya nchi tuhakiendani. Kwa Allah majanaha dhulli min ar-rahma, mtoto lazima awe dhalili mbele ya mzazi wake kwa kuonea huruma. Tena qul rabbi irhamhuma, na mtoto awaombee dua wazazi wake kwa Mwenyezi Mungu warehemu, Mwenyezi Mungu aonee huruma hawa wazazi wangu, kama rabbayani saghira, kama vile ambavyo wamenilea, kwa maana wamenikuza mimi wakati ule nilikuwa mdogo. Musa alayhi salam alilelewa pia na Firauna. Wakati alipoanzisha vita sasa ni kuambiwa kweli, Bwana wewe si Mungu, nifuate mimi. Firauna alimkejeli Musa, alam nurabbika fina saghira, awala nurabbika fina saghira, hivi hukulea neno rabbi. Si hapa hapa wetu wewe tumekulea, umevaa mpaka mavazi yetu, si hapa hapa neno rabbi, kwa maana ya malezi. Ndugu zangu, baada ya kujua hizi derivatives za neno rabbi ambazo linatupa at-tarbiya, ambayo ndio maana yetu kabisa, niende kwa Imam Hasan. Mwenyezi Mungu anasema alhamdulillah
rabbil alamin, sifa njema zote. Alhamdu maana sifa njema zote, kila ambayo wewe unaijua hii ni sifa njema, basi hivi inamstahili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana wa viumbe vyote, mlezi wa viumbe vyote. Kwa hiyo wewe na mtoto wako mmoja tu ndio umekalifishwa umlee, lakini Allah Tabaraka wa Ta'ala yeye analea viumbe vyote. Kila unachojua wewe ni kiumbe, basi jukumu la malezi ya kiumbe hicho liko mbele Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kwa hiyo anastahili sifa zote njema yeye Rabbul Alamin, kullu ma sawa wal alamin. La alamin ni vitu vyote ukitoa Allah Tabaraka wa Ta'ala vilibaki kwa ndo la alamin, ndio ulimwengu au walimwengu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu alipoanza hivi, baadaye kule kwenye Suratul Nas akaelezea ile rububia yake iko vipi. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Hivi neno gani limejaribu? Neno rabbi au neno annas katika hii sura? Qul a'udhu bi rabbin nas maliki annas ilahi annas. Alafu kule mwisho na jinnati wan nas. Kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala katika sura hii neno ingawa ni moja, lakini limekuja kwa maana mbalimbali kabisa. Qul a'udhu bi rabbin nas, alipotaja neno annas, nas maana yake ni watu. Katika hii aya ya kwanza akalinasibisha na neno rabbi, akalinasibisha na jina lake ambalo linamaanisha malezi. Kati ya mtu mzima na mtoto mdogo, nani ana haki zaidi ya kulelewa na kupatilizwa katika malezi? Mzao katika imani, naomba jawabu. Kati ya mtu mzima na mtoto mdogo, nani mwenye haki zaidi ya kupatilizwa katika malezi? Mtoto mdogo. Mtoto mdogo ana haki zaidi ya kupatilizwa, kama Imam Hasan alivyotuambia kwamba mzazi ajitahidi muda wote, na akasema hana lugha nyingine ya kueleza, afahamu mtoto wake yuko wapi. Hakuna lugha nyingine, yaani kila sekunde, kila dakika jua mwanao yuko wapi. Maana yake ni ndefu sana, kuna hapo mwingine. Kwa hiyo hapa qul a'udhu bi rabbin nas, maana yake inalinda kwa Bwana wa watoto wadogo, Mola mlezi wa watoto wadogo. Waliokusudiwa hapa sio mimi na wewe, ni watoto wadogo. Na ndio maana watoto wana michezo wanacheza. Lau kama michezo ile nilicheza mimi na wewe, ingekuwa sasa tuko hospitali tulala. Lakini Allah Tabaraka wa Ta'ala mwenyewe ndio anawanusuru, ndio anawalinda watoto. Kuna mambo wanafanya mimi na wewe tukiyafanya, wengine tungekuwa tumeshazika. Ni kwa sababu ya qul a'udhu bi rabbin nas, muda wote, kila dakika, kila sekunde Mwenyezi Mungu yuko nao katika kuwalea na kuongoza. Ndio maana Imamu akatoa hadithi, kullu mauludin yuladu ala al-fitra, chochote chenye kuzaliwa, awe ni mnyama, awe ni binadamu, lakini atazaliwa katika fitra, katika maumbile ya asili ambayo Mwenyezi Mungu ametaka awe. Kwa hiyo mtu atazaliwa yuko safi,